Sasa habari ya size mjomba? Safi kabisa. Habari yako? Safi. Uzima upo? Uzima upo. Za siku? Fresh kabisa. Safi. Leo umeamua nitembelee tena. Kama kawaida unajua tunapokuwa tunakutana na vijana nini kuna haja ya kutaka kujua kwamba vijana wana jambo gani. Nashukuru sana. Nashukuru sana. Bwana, leo nimekuja nataka nijue kwamba kuhusu masuala yetu ya mazingira. Ndio. Mazingira tunayoishi. Ndio. Kwenye kuhusu masuala ya misitu. Ndio. Tuseme maliasili kiujumla. Nyinyi kama wakazi wa hapa Mbeya, Mbalizi. Ndio. Bila shaka mnaishi na mazingira ya maliasili. Kama hizi ninavyoona hivi, hii ni maliasili. Ni kweli kabisa. Hamna aliyepanda hii, ni Mungu amepanda. Mliwaza nini mpaka mkaacha misitu hivi iweze kupatikana katikati ya mji kama Mbalizi? Sasa bwana, kikubwa ambacho kilisababisha mpaka sisi tuanze kutunza misitu. Sababu ni hiyo hatujaanza sisi wazee wetu, pia tumerisi. Mmelisi. Ndio, tumerisi toka wazazi wetu na wazee wetu na walilisi na tunaona faida, ndio maana tukaamua kuna sisi tukaendeleza hiyo jadi. Hiyo ni jadi sasa. Ni jadi. Faida kubwa hasa ni ipi? Faida ya misitu ya asili au yote ya kupanda. Misitu ya asili. Leo nataka tu nielekeze misitu ya asili ambayo mmeamua kuiacha kwamba iendelee kuishi. Bwana, misitu ya asili ndio yani kama Mungu ameweka antena ya kuleta mvua. Yaani ni kama antena. Yaani yenyewe ndio kila kitu kwenye masuala ya kwanza kuleta mvua, mbili kuchukua maji kutoka chini kupeleka juu. Yaani kuvuta maji kutoka chini kupeleka juu ili maji yawe yanapatikana kama inasababisha vyanzo vya maji kutoka chini, vivyo tena vyanzo vya mvua. Ndio. Sawa kabisa. Kingine pia tunapoacha hivi kwa wingi kama unavyoona hivi pamekaa hivi, mbolea inakuwa nyingi. Mvua inavyonyesha inapeleka mbolea mashambani huko. Kwa hiyo tunapata pia na mbolea, lakini tunachokilenga sana ni utunzaji wa asili wa mazingira. Unavyoona mtupo sisi, kuna nyoka, umeona? Kuna vitu viko vingi, kuna nyoka, kuna ndege, kuna paka wa polini wapo huko. Kwa hiyo nao wananufaika kupitia sisi tunapoacha hivi. Kwa hiyo sio kwa ajili yetu tu, pia hata viumbe wengine pia. Sawa. Nimeona pia kama kuna mizinga nyuki. Mizinga ni ya watu raia tu wa kawaida au kikundi fulani cha watu au ni kila mtu tu akijisikia tu anaweka tu mizinga kwenye hii miti? Hii mizinga imewekwa kweli. Hii mizinga imewekwa kwanza sana ni mtu tu kwa sababu tupo watu aina mbalimbali. Kuna watu huwa wanapenda katika ulinaji wa asali. Kwa hiyo wenye upendo wa kulina asali pia wanaweka. Kwa hiyo sisi tunapata faida. Wao wakilina, kwa sababu tukiweka wote tayari hapa pata kuwa na pa kutosha. Kwa hiyo wanaweka watu na wakilina na sisi tunapata faida kwa njia. Kwa hiyo watu wanauza na sisi tunapata hapo. Kwa hiyo tunapata na biashara sasa kwa mfumo kama huo. Hapo nimekuelewa. Ndio. Kwa ndo hayo tu ambayo wewe unayakuzungumza kwa. Ila mimi na neno moja la kuongea kwa Watanzania. Hebu waambie. Ndugu zangu wa Tanzania, nataka niwaambie kitu kimoja, yani bila kupepesa macho. Katika harakati za binadamu tunazozifanya, tuangalie sana utunzaji wa misitu. Utunzaji wa misitu ndio uhai wetu, umeona? Bila kufuatia mambo ya science, sijui tunapata carbon dioxide na fyonzwa, lakini sisi tuangalie hasa tu asili. Yani kabla hujajifunza carbon dioxide, lakini ujue misitu ina umuhimu sana. Umuhimu wake ndio utapata hivyo vitu vingine ambavyo unasoma darasani. Lakini kiasili usizingatie tu, kwa sababu kufuata tu darasani peke yake. Darasani ndio atakwambia unapata mbao. Kwa hiyo zingatia katika asili kwamba nje ya mbao, kama unapenda mbao kama Mtanzania, ni kweli mbao sisi tunahitaji ujenzi na kila kitu. Tunatakiwa tunapanda miti. Ile miti ya kupanda tunaweza kutengeneza mbao. Lakini miti ya asili tuiache ili iendelee sisi tunapoilea na yenyewe ndio inatolea sisi. Sisi tunapoitupa yenyewe inatutupa sisi. Kwa hiyo tunaepuka jangwa. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania ambao mnapelekana mikoa mbalimbali, fanyeni harakati huko. Msiharibu misitu iliyopo. Mliopanda. Umefurahi au nimeona umewasisitiza sana. Nimewasisitiza. Misitu iliyopo huko msiharibu. Endeleeni kuitunza. Yote ambayo ni asili msiharibu. Ndugu zetu kuna watu huko ni machifu. Tunaombeni sana ndugu zetu wazee, endelee kusisitiza vijana. Vijana tunaamka tuna mihemuko ya maendeleo. Sisitizeni, wekeni mipaka. Serikali wasaidieni machifu, pia wasaidieni vijana kupata njia mbadala ya kupata mbao na kuni na mikaa, ila sio misitu ya asili. Sawa kabisa. Ndio. Nashukuru aisee. Hiyo limefika. Nadhani bila shaka umeeleza vizuri.
wakukuelewa atakuwa amekuelewa. Sawa kabisa. Tulikuwa nataka kujua kitu kama hicho. Nashukuru sana sasa. Nashukuru sana jamaa. Tutakuona hata tena kwa siku nyingine kwa maelezo zaidi. Karibu bwana. Asante. Asante, nashukuru bwana.